Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Muya yethu enenyu. Padre wetu, wachungaji wetu, Father Dominic Nyamai na Father Nicholas Body na Father Bidi ambaye amesafiri, na pia Father rafiki yetu sana Father Paul ambaye anafanya kazi huko Marekani lakini yako kwa likizo. Ni rafiki yetu sana, hata kwa Father wanakutana huko. Wakati mmesikia Father ameenda kutembea huko, wanaenda kukutana huko. Kwa hivyo na pengine masista wetu, watawa wetu, na wa seminarians na viongozi wetu, viongozi wa parokia hii na akina mama na akina baba, asanteni sana kwa makaribisho yenu, na walimu wetu sisi wote, na mashujaa wetu wa imani, na hata zaidi maharusi wetu wa siku ya leo, na familia zote za parokia hii ya St. Peter and Paul Kilungu. Kwa hivyo ni furaha yangu kujiunga nanyi mkisherekea. Hata mimi ni Peter na sherekea, si ndio? Na tuko na Father ambaye ni Paul, si ndio? Na hata askofu Kariuki pia ni Paul. Kwa hivyo hata sisi sote tunasherekea. Kwa hivyo tusherekee pamoja, tukimshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hao wa missionary, na waliteseka sana kwa ajili ya imani. Kwa hivyo hata sisi tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambao tunafanya kukuza imani, na tuombe tuweze kupata bidii zaidi, na Roho Mtakatifu atuweke nguvu zaidi. Roho Mtakatifu atupatie power ya nini? Ya kuhubiri Injili. Si hizo power zingine mnasikia huko nje. Huyu ni power of the Holy Spirit. Wa kuunganisha watu na Mungu wao. Kwa hivyo ni furaha na watoto wetu, asanteni sana vile mmetukaribisha, na vijana wetu na wote kama parokia ni family moja. Kwa hivyo tuombe, na tuombe hao maharusi ambao leo watabarikiwa ndoa zao, na tuombe hata zaidi hao wanaishi pamoja, bado ni wetu, bado ni wapendwa wetu, bado ni Wakristo wetu, lakini tuombe waweze kujua maana. Watu wanasema asiyejua maana ati haambiwi. Mimi wanasema asijue maana ya imani aambiwe. Kwa hivyo leo tunawaombea wale ambao ndoa zao bado, kwa sababu kuna kitu cha muhimu sana wanakosa. Cha muhimu sana wanakosa. Kwa hivyo Roho Mtakatifu waangaze waweze hata kuelewa. Na kwa hivyo tuombe iwe siku ya furaha, ikiwa ni siku ya parokia, ni siku ya familia, iwe siku ya furaha ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kupata kuzidishiwa neema na Mungu. Jambo moja ambalo linachafua imani, linachafua uhusiano wetu na Mungu, jambo linachafua hata uhusiano wa wanandoa katika familia, hata katika parokia, ni dhambi. Dhambi ni kufanya mambo ambayo ni kinyume cha Kristo, kinyume cha upendo wa Kristo. Kwa hivyo basi, Wakristo wapendwa, tujute dhambi zetu tuweze kustahilishwa kuadhimisha ibada hii takatifu. Na kugamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa mapendo na kwa kutotomiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana
Mungu umetujalia tuifurahie siku hii takatifu na utukufu kwa sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Ulijalie kanisa hawa Wakristo wote, kanisa lako, ili katika mambo yote lifuate maagizo yao, maana kwao limepokea mwanzo wa Ukristo. Ubariki mapadri wetu ambao wanaelekeza watoto wako kwako. Ubariki viongozi katika hii parokia. Ubariki hata familia zote. Bariki wale ambao watufunganishwa ndoa. Bariki hata wale ambao bado wanafikiria, waweze kuangaziwa na Roho wako Mtakatifu. Bariki walimu wetu ili waweze kuendelea kuhusika katika kuhubiri Injili. Na watoto wetu na wazazi wetu wote pamoja, utubariki na utuzidishie neema kama familia moja. Utupe baraka na furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Neno la Mungu akatoa mwili Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Mfalme Herode aliwakamata baadhi ya Wakristo na kuwatesa. Akamua Yakobo, ndugu wa Yohane, kwa upanga. Alipoona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, alimkamata Petro pia. Hayo yalitendeka siku za mikate isiyotiwa chachu. Basi alimkamata, akamtupa gerezani na akaweka askari wamlinde kwa zamu 4, kila zamu ikiwa na watu 4. Alitaka kumleta mbele ya watu baada ya Pasaka. Basi Petro alilindwa gerezani, lakini kanisa lilimwombea sana kwa Mungu. Siku ilikaribia Herode alipotaka kumweka barazani. Kabla yake usiku, Petro alilala kati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, na mbele ya malango walinzi walilinda gereza. Mara malaika wa Bwana alimkaribia, na mwanga ukamulika mule chumbani. Akampiga Petro mbavuni, akamwamsha akisema, amka. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge ukanda na vaa viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, vaa joho lako na nifuate. Akatoka akamfuata. Hakujua kama ni hakika yaliyofanywa na malaika. Alidhani anaona maono. Walipita kilindo cha kwanza na cha pili, wakafika kwenye lango la chuma la kuingilia mjini, nalo likawafungukia lenyewe. Wakatoka wakafuata barabara. Mara hapo malaika akamwacha. Petro akarudiwa ufahamu, akasema, sasa najua kwa hakika ya kuwa Bwana amemtuma malaika wake na ameniokoa katika mkono wa Herode na katika mambo yote walioazimia Wayahudi. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Bwana aliniopoa katika hofu zangu zote. Bwana aliniopoa katika hofu zangu zote. Bwana aliniopoa katika hofu zangu zote. Bwana aliniopoa katika hofu zangu zote.
Isomo ya keli valua wa Mudeu Paulo kwa Timotheo. Ni Timotheo wa keli kilungu cha kana muswa wa thandatu kufika wa 8 na muswa wa 11 kufika wa 18. Ngalikoni ila ya kwenye saa ni muviku wa thayu wakwa kumwa tandembo. Ivinda ni vikuya kwa nume kuyulu wandi. Nina ukitite kaula museo. Nini sembete ngamina mwendo. Na nini suvite mwikio wakwa. Na yu nini wengo via ya usindi ya kwithiwa mulungalu. Ila muyai. Nake ni musili ula mulungalu. Winenga muthenani usu wa usililo. Na tinye ni nyoka ukanenga. Indi otau nukanenge onde. Alama mwetela mena mea oke ingi. Indi muyai ni wethi weba mwenakwa. Na nenga vinya tavanie utumane wonde wa uvo musio. Nikana andu mamba ingi onde mewe. Kwau na monosya ndikatiwe kwawa. Muyai akambonocha kuma uthuku ni wonde. Na kundwa anzu vite nginya ngalike usumbini wake wa ituni. Kwake kwithiwe ukumyo tene na tene. Amen. Ndeto ya Ngai tumutumbie Ngai mwe. Tiungame ikwondu ovo musio na haleluya. Na juu ya mwamba huu nitaijenga kanisa langu, na milango yote ya jehanamu haitalishinda. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako ee Bwana. Wakati ule Yesu aliingia sehemu ya Kaisarea Filipi, akawauliza wafuasi wake, watu wanasema mwana wa mtu ni nani? Wakasema, wengine Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, tena wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, na ninyi mwasema kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akamjibu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamjibu, mwenye heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana si mwili na damu vilivyokufunulia hayo, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia
wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya Jehanamu haitalishinda. Na wewe nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni pia, na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni pia. Injili ya Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Moya ine museo. Mvida ode. Asante sana. Hata mimi niko na furaha kwa kujiunga nanyi kama familia ya Mungu, na kwa hivyo kama vile tunajua tunasherehekea imani yetu, na tunasherehekea pia wito wa kifamilia na pia wito wa kiuchungaji, imani na wito. Na kwa hivyo kama vile tumesikia katika Injili, Yesu amemwambia Petro, kwa sababu Yesu ameona kwamba Petro ako na imani ile ya kweli, ndio maana amemwambia kwamba katika mwamba wako, mwamba huu nitalijenga kanisa langu. This foundation, hii imani yako, kwa sababu ni yeye alitoa, ndiye alionyesha kweli anajua Kristo ni nani. Watu wengine walikuwa na guess. Mnajua kuguess? Kuguess kwa lugha ya mama mnasema kutatilia. Wengine walikuwa na tatilia. Ndio walikuwa na guess Yesu ni nani. Lakini kuna mmoja alikuwa anamjua hasa Kristo ni nani. Na kwa hivyo ndio Yesu akampenda, akamwambia, na nitakupatia, kwa sababu wewe uko na imani ya kweli, nitakupatia mpaka funguo. Kuna mtu mwingine alinitumia message akaniuliza, hiyo funguo ulipatiwa kwa sababu unaitwa Petro, hiyo funguo unaweka wapi? Nikamwambia hiyo funguo iko kanisani. Iliachwa kanisa kwa sababu kanisa ndio inafungulia watu mlango wa kwenda wapi? Mbinguni. Na kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu hata hawa maharusi leo wanaonyesha kweli wako na imani kwa Mungu, si ndio? Kwa sababu beleni sijui walikuwa na walikuwa na tatilia, si ndio? Walikuwa na guess walikuwa na tatilia, wakujua Yesu. Lakini leo wanatuambia kwamba leo tumejua Kristo ni nani, ndio maana wako hapa. Na leo wanasema kama Peter, wewe ni Yesu, wewe ni Mwokozi, wewe ni Mesaya ambaye alitumwa kukomboa, kuleta ukombozi. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Na nimesikia kuna wengine ambao bado wanaendelea kutatilia. Kuna wengine, Father umesema ni wangapi? 900. Mko wapi? Hata nyinyi tunawapenda, lakini tunataka leo pia nyinyi mgraduate. Kufanya nini? Muache kufanya nini? Kutatilia. Muache kuguess. Muache kuguess Yesu ni nani. Kwa sababu mambo yote mnaona kama ni shida, mtu akiwa kwa Yesu na unamwamini kwa Mungu, Mungu atakusaidia kuyatatua. Lakini ukiendelea kutatilia, kwanza shetani ataingia. Shetani anaenda kwa wale ambao wanatatilia, si ndio? Wao ambao wana hakika.
hana hakika Yesu ni nani, wako hivi na hivi. Kwa hivyo leo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hao ambao tayari wamepiga hatua katika imani. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Na kuna wengine nimeambiwa na Father, wale tunaita the heroes of our faith. Wale tunasema ni mashujaa wa imani. Tutawabariki kwa sababu hao si ndio? Na wanaendelea kusaidia hao wengine kukuza nini? Imani. Ndio maana imani, ufalme wa Mungu, imani inaendelea kwa sababu ya hawa. Wengi wao ni wazazi, si ndio? Wamesaidia watoto, wamesaidia watu wazima, wamesaidia watu wengi sana. Kwa hivyo leo tutawabariki, tutawaneemesha, tuwaweke nguvu zaidi, hata waishi zaidi. Si ndio? Waishi zaidi, miaka mingi zaidi. Niliwaambia kuna mzee mmoja ananiambia yeye na ananiambia nikamfanyie misa, ni Mkristo lakini alikuwa mwalimu retired. Anasaidia kanisa na alikuwa anafundisha watu imani na nini. Hao ndio tuna mwezi wa Agosti tarehe 15 aliniambia ukuje askofu na sherekea miaka 100 ya kuzaa. 100. Naona 100. Na alikuwa ananiambia unajua kwa nini why I don't die? Ananiambia hivyo. Unajua kwa nini mimi siwezi kufa? Haraka. Kwa sababu ati kila mwaka Januari anamwambia Mungu kuna kitu nataka kukufanyia. Na yeye anafanya. Na yeye anazunguka hata kama ni parokia kama hii, anatoka parokia kama hii, anaenda mbali, akisikia kuna parokia inajengwa, anaendelea kupeleka michango yake huko. Na pia kuelekeza Wakristo kwa Mungu. Ananiambia mimi siwezi kufa. Kwa hivyo watu ambao Mungu anahitaji hapa duniani ni wale ambao wanakuza imani. Ndio maana tutanini na hao ambao ambao ni mashujaa wa imani, nitawaombea mkae kama huyo mzee. Miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Because you have a reason to continue living. Sindio? You have a very good reason before God to continue living. Na wewe ambao ukuzi imani, tuseme aje? Tumuombe tu, lakini I don't know how long you are going to take. Kwa sababu shetani